Ile picha linaanza, kahaba leo kajichanganya, kazini kwake kuna kazi, mwanaume aliokutana naye anapeleka moto mpaka mwili unakufa ganzi. Anarudi nyumbani asubuhi, amenyeka kinoma, amechezea vichapo vya kutosha, mpaka mwanaume wake anamuuliza, imekuwaje? Mbona hivi? Nani aliyefanya hivi? Bidada hajajibu kitu chochote, akaondoka moja kwa moja mpaka kitandani, akajitupa kitandani. Alama ni za kutosha. Mwamba si akasogea mpaka kitandani, ajaribu kumuuliza bidada amekutana na kitu gani, mbona hivi, imekuwaje? Bidada akamwambia, yule mteja uliyenipa jana ndo lanifanyia hivi. Sasa iko hivi kwenye hii familia, yani Mwamba huyu demu ni kama demu wake ambaye anapiga hapa mtaani, yani ndo utawala wake, kamuweka hapa, mazingira yote fresh. Alafu Mwamba anachokifanya kwa bidada huwa anamuuza. Kwa yeye akienda akitumika huko, zikija pesa Mwamba anagawana na bidada, anachukua yeye, mimi sijui, lakini Mwamba yeye ndo anayetafuta wateja, bidada anaenda kuhudumia oda, na akirudi tajiri ndo anayechukua pesa. Ila pia Mwamba huwa anapiga ili zigo, ni kama demu wake anavyoishi naye, ndo maisha ambao wao wamechagua. Lakini bidada ana mtoto wa kike, binti anatoka shule, anakuja anamkuta mama yake alivyochapika vile, akaona sio kweli. Nani aliyokufanya hivi mama? Yaani imekuwaje? Nataka nijue nani aliyemfanya mama yangu hivi. Umepigwa na nani? Sema tukakiwashe. Sio mke wewe na yeye ukakiwashe. Uone mtu amepigwa hivi huko, hapa bado umekaa hapo unashindwa kwenda kuliamsha vagi huko. Mtoto akaambiwa tuliza, acha mapepe, tunajua namna ya kuzimaliza hizi kesi. Ikafika usiku, yani baada ya siku 2-3 kupita, yule mteja aliyomfanyia bidada unyama akiwa amejisahau, Mwamba amefika kunako night club ile ubanda sijui hapa, taratibu akamkuta Mwamba anakunywa moja moto moja baridi. Bidada na Mwamba wakamvagaa Mwamba kati, alafu akamwambia, sasa uliona tamu siku ile ulivyokuwa unaipiga huku unaiumiza, si ndio? Uliumiza sana, unahisi pesa ulolipia ilikuwa inakizi majeraha uliotengeneza? Ulishindwa kutumia tu kaiacha mali ya watu ikiwa safi pasipo kuitengenezea majeraha yoyote? Kabla hajajibu akaanza kupigwa viwiko. Wana ni walimpiga, walimkanda, alikunjwa akawekwa chini akalala, akawa anachapwa mikanda. Sasa subutu unyenyuke uone, maana huyu mwenyewe alokuja hapa sio poa, yani ni mtu mbaya, kwa lazima ufanye kile anachokitaka. Majirani wanazungumza juu ya tabia za hii familia. Ni vitu vya ajabu. Mwanamke unaenda kujiuza, unarudi pesa unagawana na mmeo. Mbona hivi vitu ni vya ajabu? Sasa na pia hizi biashara za kujiuza, mtu unaweza ukajiuza mpaka lini? Una watoto wanakuwa wanakuangalia hivi hivi, yani ni kubadilisha tu mwanaume huyu ndogo, fupi, nyembamba, kibamia, yeye vitu. Jamani, dogo akaona dharau. Stori wanazomzungumzia bi mkubwa wake, dogo akazama ndani. Alivyozama ndani akamkuta mama anajipodoa, yani anajiweka staili kabisa ya nyama iende kuliwa, yani tayari anajiweka mkao wa kuiva. Sasa dogo akamtizama bi mkubwa wake, alafu ikabidi amchane. Akamwambia, mama, mimi sipendi namna ambavyo hata majirani wakikaa wanaanza kukudisi, na sio majirani tu, haijakaa poa kabisa. Bi mkubwa, hizi biashara za kusema uze nyama vipi itakuja kuisha lini? Maana hiyo nyama kila siku watu wanaichapa, na mwisho wa siku mbona haijabadilisha chochote? Mama, sio vizuri kabisa, mimi nakosa amani kabisa, sitamani kabisa nikuone. Mama kona, ngoja wewe usimaliza maneno, kuna dadeki, nani anayeingilia maisha yangu? Mama akatoka ndani, akaja akachukua ndoo ya maji, mwagia wote waliokuwa wanapiga stori. Mbona tumwagia maji? Akasema, mnataka niwaoneshe ni ya baridi, mnataka ya moto au niongeze ubaridi kidogo? Hawajajipanga wakamwagiwa mengine. Mama alileta noma kinoma, alicharuka kunja kwida, anataka kupigana nao wote. Anawambia, sikiliza, maisha yangu mimi yanawahusu kitu gani? Niuze nyama, niuze papa, niuze nini? na kuhusu nini? Ni ya kwako, ya kwako wewe uiuze, au haina thamani, haitanunuliwa na mtu yote. Mwanamke kibonge wewe, kwanza una shepu ya kujiuza wewe. Mama alileta noma hapa. Dogo ikabidi aje amzuie bi mkubwa wake. Hakumwambia kwa ubaya, lakini alimwambia katika namna ya kutaka bi mkubwa wake abadili tabia. Hii tabia sio poa. Dogo ameshakuwa mtu mzima, alafu anaona mikato ya bi mkubwa wake sio sawa. Dogo kila akijaribu kumsibi mkubwa wake, bi mkubwa ana mind na anaona dogo kama unataka kuleta dharau. Inabidi dogo awe mpole, amwache bi mkubwa. Bi mkubwa kama kawaida, kukikucha kumekucha, kumepambazuka, mteja wa kwanza kainunua, wa pili Mwamba kampeleka mpaka kijiweni, anaendelea kukomaa. Mara polisi wamemdaka, kaenda kituo cha polisi, akakaa huko. Amerudi kesho asubuhi, anatembea, mwili unauma kila upande. Sasa jamaa anamshika, anamuuliza, wewe vipi,
mbona unatembea hivyo kama umechoka, nini kilichotokea? Demu ana mind, wewe jana wakati unaondoka pale studioni nimekamatwa na polisi, kwa nini hukugeuza urudi? Akamwambia mimi ningerudi ingekuwa ndo matatizo makubwa, wewe hujui namna gani polisi mimi wananiwinda, natafutwa na polisi kwa kesi ngapi mpaka nirudi pale ulivyodakwa. Majirani ndo kwanza wakasogea wasikie. Majirani tena hawana kazi za kufanya, kazi ni wewe. Watu watakufanyia kazi mpaka hutaamini. Jirani anataka asikie kilikuwaje, na hawa hawakutaka kwenda kuzungumzia ndani, wakataka kuwafaidisha majirani. Binti anasema polisi walinidaka usiku bwana, walivyonidaka yani nimechezea kichapo, ila pia nimezagamuliwa, nimechezea moto hapa, nishapelekewa moto mpaka mwili wote unaniuma, maana walikuwa wanapokezana, hawakuja kulipa kwa, walikuwa wanapiga tu, hawajailipia, si ndio? Akamwambia wewe unaweza kuambia polisi wailipie? Kama unaweza nenda polisi ukaombe hiyo hela, kawaambie jana wameichapa wailipie kama unaweza. Unanibana mimi nikamuombe polisi hela ilipie? Naweza kuilipia vile wakati wewe mwenyewe ulikimbia pale ukaniacha nimedakwa na polisi na ukuwa na msaada wowote. Mwamba ikabidi ambembeleze bidada, biashara ya jana ilikuwa ya hasara, faida itapatikana mbele ya safari. Sasa humu ndani, kwa kuwa biashara zao ndo hizo za mama akauze nyama alafu ikirudi nyumbani Mwamba naye anaitumia. Sasa Mwamba anaumwa, huyo anawashwa ndonga, yani ni ile dokta nicheki homa, maana kuna washa. Mwamba muda wote anakuna ndonga tu, kwa na mind mwanamke. Wewe ndio unaoleta hivi magonjwa vya ajabu ajabu, kila saa mtu nakuna tu, kila saa nakuna, weishi tu muda wote naikuna. Akamwambia wewe umechanganyikiwa, unapata wapi ujasiri? Mbona mimi sikuni ya kwangu? Sasa kama unakuna ya kwako hiyo sunao wewe, kwani mimi ninayo? Kukakucha asubuhi, dogo akiwa anatoka Skonga anashangaa bi mkubwa wake amekuja mitaa ya Skonga, eti amekuja kumchukua dogo. Dogo akamwambia vipi, umenifuata huku? Yani sijaelewa, umekuja kunichukua huku kivipi? Mama anamwambia ndio, nimekufuata shule. Kwani kuna shida gani? Kwani wazazi wengine wafuati watoto wao? Dogo anamwambia umenifuata shule hivi ulivyovaa hivi ndio umenifuata shule hivi? Bi mkubwa kweli? Ndo kwanza bi mkubwa anageuka, hebu niangalie vizuri, kwani nikivaa hivi sitaki kukufuata? Binti akasema wewe unanizalilisha. Akakimbia kabisa, akutaka kabisa hata kuongozana na mama yake. Anaona we mambo gani haya? Anakuja mama anamfokea mtoto, kwa nini umenikimbia pale, mambo gani? Dogo akamwambia mama, nikuulize we mambo gani? Hivyo ulivyovaa kikahaba hivyo unanifuata mimi shule, huoni kama unakuja kunitukanisha? Kwa nini? Lakini mimi nishakwambia mara ngapi ubadilike? Uvaaji gani huo unavaa? Watu wakikuona wanakuona vipi? Wewe unataka unitengenezee mimi picha gani? Wewe uoni kama unajishtukia hivyo unavyovaa hivyo? Wewe huna muda wa kazi kuwa unaweza ukawa unaenda kazini, sasa ndio ushachagua hiyo kazi uvae hivi, alafu muda mwingine uvae vingine. Unakuja hivyo shule kunichukua hivyo, kwani kuna biashara gani unakuja kuuza pale shule? Mimi nisingekubali bwana, unanizalilisha. Mama akaanza kusema mimi nakuzalilisha, mimi nakuaibisha wewe, mtoto leo kuzaa naye pambana, mimi nauza nyapo ili ule wewe, mimi leo nakuaibisha wewe, si ndio? Sawa wewe mtoto, nakuaibisha baridi. Mama akamaindi kweli, ameondoka huko, upepo umejaa kweli, ni wa moto kinoma noma, anaona anadhalilishwa. Leo dogo anarudi kutoka shule, amechezea bakola za kutosha, kwa sababu somo la hesabu amepata 7 chini ya 10. Kwa performance yake mwalimu akaona dogo ni kama amezingua. Bimkubwa alivyoambiwa, bimkubwa unajua unaye ni spana mkononi, ticha akaenda kutafutwa aliko. Ticha alichezea kipigo, alipigwa mikanda kwa staili hii. Ticha sijui kama akimwona huyu mtoto atamfundisha tena au atakuwa na mkwepa. Sasa kuna jirani yao mmoja yuko hapa, huyu ndo mume wake na yule mwanamke bonge anayependa kusikiliza umbea sana wa jirani yao. Leo anamfuata dogo, anamwambia mimi na uwezo wa kusolve matatizo yako, wewe cha kufanya inatakiwa uanze kulala na mimi. Unajua ukilala na mimi takuwa nakupa pesa. Unajua mimi kwetu ni wakishua, kwa hiyo 100-200 hivi vipesa havisumbui kabisa. Unaona mke wangu ninavyompa vitu, ninavyomnunulia vitu vizuri, simu nini, pesa, nguo kali, wewe mwenyewe nitakuwa nakupa hivyo hivyo. Yaani kikubwa kubali tu kulala na mimi, alafu ukule kimya, usianze kuongea. Ukiliwa na wewe unakula kimya. Mke akatoka nje, akakuta kuna mazungumzo yanaendelea. Dogo akamwita mke na akamwambia, mwambie mumeo anikome, sitaki kabisa mazoea. Ananiambia mimi eti alale na mimi alafu ndo iwe vipi? Wakati neno alijaisha, mama katokea huko anasema umesemaje? Anataka afanyeje? Bimkubwa alikuja, aliuasha moto kinoma. Unajua linapokuja swala la mtoto wake, pamoja na huyu mama ni amepinda, ila linapokuja swala la mtoto wake mama anakuwa mbogo sana, na alikuwa mbogo. Walitaka kupigana hapa mpapate mpaka kesi ikawa ngumu hapa, maana wanawake walijikuta wanaanza kupigana kwa ajili ya hii kesi.
mama hataki kabisa mwanaye aguswe. Yeye ndo ameamua kuishi maisha ya ajabu na anaishi maisha kwa ajili ya kumsaidia huyu mtoto, lakini sio kumuona huyu mtoto akiwa anapotea. Mama leo akapata mteja mwingine. Leo mteja wa leo alikuwa kidogo ni wa tofauti. Mama alivyofika akaanza kufanya mambo yake, anapelekewa moto aondoke, lakini cha ajabu mwamba apeleki moto, ametulia tu anamwangalia. Bidada akajiongelesha mwisho wa siku, au niondoke? Mbona kama sasa ulichoniitia, kwani nipe langu niondoke. Akaulizwa bei gani, kataja dau. Mwamba akamwambia usiwaze, mimi nitakupa 200,000. Yaani unaniambia 50,000 nakupa 200,000. Bidada akaona mbona ila nyingi, kwa hiyo sasa ndiyo weka tu, najisikia tu nikae nipate mtu wa kuzungumza naye, kwa sababu nimempoteza mama yangu na mama ndo alikuwa kila kitu kwangu, so nataka mtu walau nizungumze naye. Leo bidada biashara ilikuwa analipwa, lakini biashara ilikuwa ni mazungumzo tu. Mdomo wa juu ndio unaofanya kazi, leo mdomo wa chini funga zipo. Bidada alipiga stori nyingi sana na Mwamba akajikuta anacheka, anafurahi, alikuwa na huzuni. Baada ya hayo yote bidada akarudi mpaka nyumbani na akaja kumwambia yule mwamba wake ambaye ndio huwa anamtuma kwenye hivi vibarua, anamwambia leo tumepiga pesa ya kutosha, alafu kiulaini kweli nimerudi na 200,000. Yaani sijui kwa nini likirudi nasema ukweli pesa nilopata, sijui labda ndio utaratibu wa kazi, wameambiana wawekeane uaminifu, ukirudi unasema chote ulichokipata. Sasa kumekucha asubuhi, mama kuna mteja mmoja amempata, anapelekwa viwanja aende walau akale bata, alafu na yeye iwe ni bata ya mwisho itakayoliwa. Sasa mama anafika hapa, anashangaa, anamkuta mwanaye binti yake amewekwa mtukati na vivulana, alafu vivulana vimeagiza sijui bia hizi vinakunywa. Mama anaitwa na pesa na vile vivulana, kwa sababu namna mama alivyovaa anaonekana ni kahaba tu mmoja anajiuza. Kwa hiyo vitoto vinamuita na pesa, wewe kahaba njoo huku. Asijue huyo aloka naye mezani mshikaji wao sijui ndo demu wao, huyu ndiye mama wao mzazi. Dogo aliwamwagia vinywaji wote kudadadeki na aliwamaindi kinoma, piga makofi ya kutosha. Wapumbavu nyie, mbona mnaleta dharau? Mama akaja akaingilia kati, akarudi na mwanae mpaka nyumbani. Swali la msingi linalomchanganya bi mkubwa, huyu mtoto ameanza lini haya mambo? Huyu mtoto kumbe tayari wanamshindua. Kumbe unashinduliwa, unanyanduliwa. Mimi na Hafsa nanyanduliwa huko kila siku, usiku na mchana, nabadilisha tu plate number, nimekuwa kama gari la wizi, alafu kumbe na wewe unaenda kunyanduliwa, si ndio? Mtoto akamwambia, sasa unategemea mimi nijifunze nini kutoka kwako? Nitajifunza kitu gani kutoka kwako kama si maisha haya ya ukahaba tu ambayo ndio yaliyozunguka humu ndani? Si bora na mimi tu nifanye hizo kazi, kwa sababu ndo kazi ambazo zinaonekana zina faida. Zingekuwa zina faida wewe ungeacha. Kwa nini unakomalia utaki kufanya kazi nyingine yoyote? Mama alimlamba dogo kofi na akamwambia, dogo unavuka mipaka. Dogo akaona bi mkubwa unanikosea. Kuna muda mama akikaa leo inamuuma na analia sana, kwa sababu ukweli ni kwamba mifumo anaomlea huyu mtoto ndo mifumo ambayo inamjenga huyu mtoto. Kwa inafikia stage mama anaogopa huyu mtoto anaweza akaja kudumbukia kwenye dimbwi la kujiuza, alafu kumtoa ikaja kuwa ngumu, wakati yeye mwenyewe ameshaonja humo, anaona ni pagumu sana. Hatamani kabisa mtoto wake atumbukie humo, na dalili zinaonyesha mtoto anaelekea huko. Mama inampasua ubongo kinoma, anashindwa kujua namna gani ana uwezo wa kumprotect mtoto wake. Baadaye akiwa yupo na mshikaji wake, mtoto akaitwa na Mwamba akajaribu kuzungumza na mtoto. Mwamba akamwambia mtoto, unaona maisha ambayo mama yako anayaishi, hii yote weka hapa, chomeka hapa, pachikia kule, hii yote ni kwa sababu mama yako anatamani upate maisha mazuri ya baadaye. Ndio maana anapambana, analipa ada ili mradi ufikie ndoto zako za baadaye. Si kwamba anayapenda haya maisha, lakini ameshatumbukia humu. Nadhani kutoka ni rahisi. Toka ulivyotelekezwa na baba yako, huyu mama ndo msaada, ndo kila kitu. Wakati mwingine kuna maneno magumu utakiwa kumwambia, kwa sababu yeye mwenyewe anafanya vitu vigumu kwa ajili ya kukusaidia wewe. Kwa nini unafikia stage ya kumjibu vitu vibaya? Unajua ukimjibu unamuumiza kiasi gani? Dogo aliambiwa maneno afu akaambiwa muombe bi mkubwa msamaha. Maneno akamuingia dogo, akaja kumuomba bi mkubwa msamaha. Hilo likapita, maisha mengine yakaendelea. Sasa leo Mwamba akiwa kwenye mitikasi yake, yule jirani ambaye alikuwa anamuomba yule mtoto kama vipi waanze kulala, anaanze kumla, anakutana na Mwamba, anamwambia, sikia nikwambie, unajua mimi na wewe tunaweza tukaongea tukaelewana. Unaona yule mtoto wako akufikia? Yule mtoto wako akufikia, mimi nataka nichape pale. Wewe unahisi nikikuandalia kama bei gani unaweza ukanirahisishia, ukanitengenezea mazingira mimi nimchape yule mtoto? Dharau zikawa zimezidi. Mwamba alimshushia kipigo na akamwambia akome. Miaka 200, yule mtoto ana ndoto, anatakiwa asapotiwa afike, sio mama yake kwa sababu anajiuza ndo nadhani na mtoto naye atakuwa anajiuza hivyo hivyo.
hilo likapita, maisha mengine yaendelee. Sasa leo mchizi akiwa yupo kijiweni, kuna mwanaye akamfuata na akaenda kuzungumza naye, akamwambia, sikia nikwambie mwanangu, unajua unaweza ukatengeneza pesa nyingi zaidi ya pesa unazotengeneza sasa hivi. Yule mwanamke anakoelekea anakuwa mtu mzima na atatoka kwenye soko kabisa. Wanaonunua hawatanunua tena, watabaki kununua walevi. Sikia, mwandae yule mtoto wake anayekuja, yule mtoto ndo aje aichukue nafasi ya mama yake. Ukimwandaa yule mtoto kuja kuichukua nafasi ya mama yake, yule mtoto atakutengenezea pesa nyingi sana, kwa sababu hata dau ambalo utaanza kuingiza kwa yule mtoto, utaingiza dau kubwa, kwa sababu mtoto ni mweupe yule, alafu ni mzuri. Jamaa alimtimua kweli mshikaji na akamwambia akae mbali kabisa, asitake kumletea mapepe, kwa sababu mtoto ana malengo na ana ndoto, inabidi wamsapoti afikie ndoto. Mchizi leo akiwa amepoa hapa, anashangaa kuna gari ya kishua inakuja mtaani, alafu demu wake anazama kwenye ndinga, anakaa anatulia. Sasa mchizi hili dili alikuwa alijui, wala hakujua kama leo kuna mteja anakuja, alafu mteja amekuja na gari ya bei mbaya. Manake huyu mwanamke kuna vimeo vingine anapiga juu kwa juu, hamwambii tajiri yake kuwa kuna ile imeingia au vipi. Mchizi akapiga moyo konde, kumbe bidada ameenda kuonana na yule mteja siku ile ambaye hakupiga kitu chochote, ila walipiga tu story. Mteja akamzoea bidada na kawa anatimba paka mtaani kwake. Bidada ametoka kuonana na mshikaji, ameletewa zawadi, mara basha yake akamfuata na akamwambia, umetoka wapi? Nilikuona kwenye gari, mbona ukuniambia kama kuna dili mpya leo? Binti anaanza kujingata, anamuogopa sana mshikaji kwa sababu mwamba ni muuni kinoma noma. Akanyang'anywa zile zawadi ambazo alikuwa anakusudia kuzipata. Binti akarudi nyumbani akiwa mnyonge kinoma. Kuna muda anatamani atoke mikononi mwa huyu jamaa, lakini kutoka mikononi mwa huyu jamaa inakuwa ni ngumu. Na jamaa alivyoona huyu bidada anaanza kupata wanaume anawaleta huko mtaani, alafu yeye ambiwi, akajua huyu mwanamke sio kumwonea huruma wala nini. Sikia, leo akaja kumpa mchongo, akamwambia kwenye huu mchongo tutatengeneza pesa nyingi sana. Bidada ananiambia, niambie mchongo ni upi? Anamwambia, sikia, unaonaje kama tunaweza tukamuingiza huyu mtoto wako kwenye hizi biashara, na yeye kama vipi, au anauza nyapo? We bwana we, mambo yalikuwa ni mengi, mambo yalikuwa ni ya kutosha. Mama hakutaka kabisa kusikia. Unaniambia ufanyeje? Binti anaitwa Zikola. Yaani unataka umuingize Zikola kwenye nini? Yaani unaamini kabisa mwanangu mimi ndo? Mama alikuwa mbogo, hakutaka kabisa kusikia. Yaani mtoto ambaye anamtegemea kwenye future, mtoto ambaye anategemea atakuja kufuta hii biashara inayoendelea, alafu eti ndo amuingize kwenye nini? Mama alileta noma kinoma noma, ikabidi mwamba akimbie, maana mama alimtimua. Leo mchizi kalewa, anakuja anatamani ajue bidada anapoishi, kaliacha gari lodi, anaanza kuingia mtaa kwa mtaa, wauni wakamdandia. Unaenda wapi? Mwamba anajingata, unajua kuna mtu naenda kumuulizia na mtafuta. Akawekwa mtu kati, kapokonywa zawadi, alafu akaambiwa, sikia, yule mwanamke unayekuja kumtafuta mimi ni mwanamke wangu, koma, usije kurudi tena, kwa sababu siku ukirudi itakuwa ni mbaya mzee. Kwa ni bora usije kukanyaga tena huku, sawa? Kaa mita 200 na usije kusogea kabisa, tofauti na hivyo tunaweza tukaja kukupunguza makende makende. Mwamba akaona utakata utazishika kende. Siku nitakuja kuwa msenge. Kaona mambo asijakaa mengi. Mwamba akageuka, akarudi mtaani, akawaacha watata watemi washinde. Bila hivyo ngoma inaweza ikaja kuwa ngumu. Mchizi bado mpango wake wa kutaka Zikola aingie kwenye biashara unapamba moto. Zikola anaumwa, Mwamba analeta mchongo kwa mama. Mama anatakiwa enda akahudumie mteja. Hii yote ni mama atoke amwache Zikola akiwa mwenyewe, ili Mwamba apate nafasi ya kujua namna gani atamtawishi Zikola, ili Zikola ye mwenyewe afanye maamuzi kama vipi ajiunge kwenye chama, maana huku anaweza akatengeneza pesa nyingi sana kuliko kuendelea kukaa kizembe. Mama amebebwa mpepe, maana hawezi kukataa. Ukikataa ni matatizo. Mpela mpaka akapelekwa kwa mteja alipo. Mama akatangulia mpaka loji. Ili anafika, kumbe mteja alikuwa ameshaingia humo ndani. Pekenyua, mara anashangaa ameona kibuyu. Sasa ni kawaida kwa Nigeria, wanajuana, wanawake wanaojiuza wanajua kabisa kuwa kuna muda wanaume wanatafuta wanawake kwa ajili ya kwenda kuwatoa kafara kwa ajili ya utajiri. Huyu wa leo alikuwa hataki tu mwanamke, ila zaidi anataka mwanamke ambaye ataenda kuhusika kwenye kafara. Mara mwanamke wakati anaangalia, mwanaume kaja kaufunga mlango na kamwambia mwanamke, hautatoka. Vipi, umeiona? Sijaona kitu chochote. Akamwambia, basi kama hujaona wewe, iko hivi, vua chupi yako weka hapa. Na wewe, mimi sijaivaa. Hujaivaa? Sasa basi ngoja tumalize kazi. Anatakiwa atolewe kafara
kwa ajili ya utajiri wa huyu mwamba. Bidada alimpiga teke la huko, alivyoenda chini kaufungua mlango, karudi mpaka mtaani. Mwamba anajali pesa tu. Bidada amerudi mtaani, analalamika kidogo afe, lakini mwamba yeye anachouliza, vipi okoto hujapata? Mwanamke alipoona kazini kwake kuna kazi, kama kuna namna pameanza kuwa pagumu, mwanamke akaamua aanze kufanya ujasiriamali, anunue mitumba aanze kuuza, ili mdogo mdogo kama vipi aiache ile biashara. Sasa unajua na maisha yalivyokuwa ya ajabu, yaani ni kwamba ukiwa unataka kutoka kwenye vitu vya ajabu, kila kitu utakachoanza kukishika, kama haujasimama vizuri na maombi, kila utakachotaka kukishika ni lazima kitakataa, kwa sababu shetani yupo kazini anakuita. Bidada leo siku ya kwanza anauza nguo, wakaja wale majirani zake, mara wakaongezeka na wanawake wengine, wakaanza kumwambia, oho, kwa hiyo wanaume zetu unaofanya nao vitu vyako vya ajabu ndo wamekupa msingi uanze kutuuzia nguo? Yaani hizi pesa zimetoka kwa wanaume zetu zimerudi kwako, alafu unataka tena na za kwetu tukupe? Wewe ni nani? Si wakaanza kugawana nguo, eti wakidai misingi wametoa wanaume wao. Mambo yalikuwa ni mengi, ukapekea ugomvi hapa, wakaanza kupigana. Mwisho wa siku msingi wa nguo umekata. Utafanya kazi gani? Utajikuta tu umerudi kwenye ile biashara ambayo huenda ulikuwa utaki kuifanya. Mwamba akajua mwanamke hayuko nyumbani, akaja kuzungumza na Zikora ili Zikora afanye maamuzi kama yeye ana uwezo wa kuamua. Akaambiwa vitu vingi sana, una future kuwa dokta, kuwa mwanasheria, lakini hapa mtaani tulipozunguka hapa, unahisi mwanasheria anatoka nyumba gani? Hapa tumewaona wengi, hakuna aliyetoboa. Wanafanikiwaga huko, sio hapa. Hapa maisha yetu, ukitoboa sana unakuwa kazi kama ya mama yako. Na mimi leo nimekuletea mchongo. Sikia, unaweza ukatoboa pesa nyingi sana ukala shortcut, usiendelee kuhangaika kuzunguka unatafuta kuwa mwanasheria isivyokuwa. Haitakuwa, haitokaa iwe binti. Futa kwenye akili yako. Mtaani hapa hizi kutoka mwanasheria, tunajuana hapa. Nyumba gani umeona ametoka mtu yote aliyofanikiwa? Utaenda mwisho wa siku utajikuta unapoteza muda. Sikia, mimi nataka nikuconnect kwenye biashara, kwa kuwa bado uko fresh, utapata wateja ambao watakuwa wanatia pesa nyingi na ni rahisi kufanikiwa. Mamako tayari ile pale ng'ombe ishazeeka ile. Japo haizeeki maini, lakini tayari unaona lishakuwa kwa squash lile. Sio kila mtu anapenda kula makosquash. Watu wanataka wale fillet. Sasa fillet hii hapa. Unaonaje binti? Tuingie kazini, utapiga kibonda. Advertise tu hapa, nimekuja na pesa yote ada unaodaiwa. Hii hapa. Kalipe ada, ila jifikirie, jua kabisa kuna namna unaweza ukatengeneza maokoto yako pasipo kumtegemea mtu yoyote, vizuri kabisa, bila changamoto yoyote. Mama anarudi, wakati akiwa anajishauri afanye kazi gani, anaingia ndani, anashangaa mwanae kavaa wigi lake lile analovaaga akienda kujiuza. Binti amevaa vinguo vya mama vile anavyovivaaga akienda kujimaliza. Mama anashangaa, binti imekwaje? Kapaka poda, makeup kabisa, amejiweka standby. Mama anamuuliza, kuna nini? Mbona sielewi, mbona umevaa hivi? Binti anasema, najiandaa kwa ajili ya future yangu. Haya ndiyo maisha yangu yatakavyokuwa. Unahisi nitakuwa nani? Unahisi nitakuwa nani? Mama anasema, una ndoto nyingi. Una ndoto kubwa za kuwa dokta, kuwa mwanasheria. Mwanasheria wa wapi? Mwanasheria kutoka kwenye madangulo? Ikiwa nachokiona ni udangulo, nachokiona tu ni mama unauza nyama muda wote. Wewe uje uuze kiswampio hicho, kiswampie uje urudi hapa, mwanasheria atoke wapi? Mama, hii ni kama binti kama mama. Ukiuza na mimi naiuza, hakuna namna yoyote utanizuia. Mama alijisikia kama anataka kupasuka. Alilia kila namna ya kulia, alimbembeleza huyu mtoto kila namna ya kumbembeleza. Mtoto akasema, mimi nimeambiwa na yule bwashako, amenishawishi na ameniambia nitatengeneza pesa nyingi na mimi niingie kwenye hiyo biashara ambayo amekuingiza wewe, ili tushirikiane kutengeneza pesa. Na kweli sioni future. Ameniambia siwezi kuwa daktari, ameniambia siwezi kuwa mwanasheria. Hakuna mtu yote mwanasheria anayetoka kwenye mitaa mibovu kama hii. Kwa mama, mimi naona kabisa na mimi tuungane. Mama alimkanya mtoto, alijaribu kumzungumza na mtoto, akamrudisha na akamwambia anayo nafasi, bado ana uwezo wa kuwa mwanasheria, bado ana uwezo wa kuwa mtu yoyote anayetaka kuwa, endapo kama atasimamia mipango yake na ndoto zake, amuombe Mungu. Na mama yuko pale anapambana kivyovyote vile kuhakikisha anafikia malengo. Mama alienda kutafuta bakola lilipo, akaenda kumtafuta yule mpuuzi. Ni bahasha yake, lakini leo ilikuwa mtafute, anataka kumpiga hata mvunje, angemuua leo. Jamaa akaona hii ngoma ni ngumu. Mama msingi wa nguo umekata, kaenda kununua machungwa, kama vipi auze machungwa.
Anakuja anamkuta mwanaye analia, mwanaye anajivuta tu, anaona haya maisha yatakuwa vipi. Mama, tuame tutoke hapa twende mbali. Mama anamwambia twende mbali sehemu gani mwanangu? Haya ndo maisha yetu. Sikia mwanangu, mimi nimeacha ile biashara, sitafanya tena. Nitauza machungwa, ona nimenunua machungwa mwanangu, haya machungwa ataisha, nitakusapoti, nitalipa ada. Dogo anamwambia utalipa ada kwa machungwa vipi? Mara jamaa limeingia ndani linamwambia mama ajiandae, kuna mteja yuko tayari. Mama si alisema ameacha biashara hiyo, anauza machungwa. Jamaa limekanyaga machungwa yote. Yaani unikoseshe mimi hela, unauza machungwa? Mimi nitaingiza pesa sangapi kwa biashara zako za kuuza machungwa? Mtoto anamwambia mama usiende. Mama anamwambia mtoto usijali, mimi naenda tu mara moja, lakini na kuahidi hii biashara mimi ninaachana nayo. Tunaimaliza kabisa hii biashara, haitakuwa na namna yoyote, hii biashara itaendelea. Kumekucha asubuhi, jamaa anakuja kumwambia demu wake, anamwambia sikia nikwambie, nimeleta mchongo wa pesa. Sikia, kuna mtu anatoa pesa milioni 2, anataka apate huduma ya Zikola, yani mtoto, na nimeshaichukua tayari. Hii pesa ninayo hapa kwa ajili ya binti, aende kama vipi akashughulikie kabisa milioni 2 akazagamuliwe. Kuna mwamba anataka aivunje. Mama alichanganyikiwa kinoma. Yani unamuuza mwanangu pasipo ruksa yangu? Unawezaje kumuuza mwanangu? Mama anataka kuruka, akashikishwa bastola, akaambiwa kama ukifurukuta milioni 2 mimi siwezi kuiacha, ni lazima nitaichukua, ila nitakupiga nikuue. Kwa hiyo epusha matatizo, twende ndani taratibu, kamwandae Zikola aende akatumikie milioni 2. Mama akaingia ndani, akajua kivyovyote kwa huyu mwamba kumwepusha huyu mtoto itakuwa ni ngumu. Nafanyaje? Ikabidi amtoroshe Zikola, apite dirishani, asepe, alafu ajifanya yuko huko anafanya nini. Jamaa anakuja kushtuka, binti kaishapita dirishani katembea. Alichokifanya mwamba, akamteka bi mkubwa na akamwambia mikononi mwangu hautatoka. Binti amekimbia, amekata upepo, ameanguka chini. Mungu si Athumani, yule mwamba ambaye alikuwa anakuja mtaani kumtafuta bi mkubwa wake, anamuokota dogo, anampeleka hospitali. Bi mkubwa huko ameshapigwa mpaka amenyeka. Mwamba hataki kuiachia milioni 2 apatikane Zikola aliko, ili aende akaitumikie milioni 2. Mwamba amemleta binti mpaka nyumbani kwake, anamwambia asiwe na shaka, kila kitu kitakuwa sawa na hapa ni sehemu salama, wala hata asiogope. Binti anamwambia mamangu nimemwacha kwenye matatizo, twende tukamsaidie. Sasa anavyomleta kwenye hii mitaa, jamaa anasema hii mitaa mimi mbona kama naijua, ngoja uone, ngoja niite polisi, nishawahi kuja huku nikafanywa kitu mbaya. Wamepigiwa simu, polisi wamekuja, wamevunja mlango kuingia ndani, wanamkuta mama yake Zikola amechezea bakola mpaka sio poa, yani amegongwa cha kutosha yani. Akapelekwa mpaka hospitali kwanza. Baada ya hospitali akaletwa kwenye hili jumba la kifahari ambalo mtoto wake yupo. Anamshangaa ni huyu mwamba ndo amemsaidia mtoto wake. Hakika Mungu alitamani sana tukutane na amekuja kutukutanisha tena. Wakaanza kuishi maisha mapya kabisa, lakini ni maisha fulani hivi ya mwamba anawasaidia hawa kwa sababu ana roho ya kibinadamu. Hajawahi kumfanya kitu chochote, ila kwa kuwa anamuona anahitaji msaada na mtoto anahangaika naye, mwamba yuko pisi sana, anawasaidia. Zikola maisha yamebadilika kabisa, ukimwona unamuona sio Zikola yule kabisa. Leo Zikola amekaa na mama yake, akaanza kumwambia bi mkubwa wake, kuna tabia unaanza kuileta humu mimi sijaipenda. Hivi bi mkubwa, wewe huwezi kujishikilia? Kwani wewe ukahaba wako nimekuona unaanza kuchekacheka na huyu mkaka wa humu ndani? Ina maana wewe hauwezi kumshukuru mtu pasipo kusema ujirahisishe kwake apige? Au wewe kwani uko vipi? Na wewe naye unataka tena uanze kufanya vitu vyako vya ajabu. Mtu anakuheshimu, unataka ujifanye vijizungushe ili akulambe, ukiamini ndo nini sasa? Hebu acha mambo yako ya ajabu bwana, hebu jiheshimu. Unanitia aibu, unanidhalilisha. Hivi unawezaje kuwa mama wa hivi? Unashindwa kuwaza. Aliongea vitu mpaka mama yake akammind. Unaniongeleaje hivyo? Kwa nini unawaza hivyo? Wasimalize maongezi, mwamba kafika mpaka kwenye huu mjengo, anasema mlizani mtanikimbia, sasa nimekuja, namtaka Zikola milioni 2 ya watu iko pale pale, inabidi aende kuitumikia. Purukushani za kutosha, mama kaanguka kakata moto baada ya kusukumwa. Jamaa likaona huu ni msala likakimbia. Kumbe mama alijilegeza, mama akazinduka. Mwamba amerudi, akapewa taarifa ya ujio wa mwamba na alikuwa anazingua kinoma. Mchizi akaona sio kesi, nitajua nini cha kufanya, ngoja niende nikamtafute nizungumze naye. Mama aligoma sana asiende kumtafuta yule mwamba kwa sababu ni mtata, anaweza akamletea matatizo, lakini mwamba akamwambia usiwaze mimi, wacha niende nikamtafute. Akadondoka mpaka mtaani. Alivyofika mtaani wakakaa wakazungumza. Mwamba akasema anataka milioni 8
ili awe amerudisha gharama zote alizotumia, kwa sababu alimwokota tokea mtaani, akamtengenezea maisha, akambadilisha mpaka pale alipofika. Hawezi kumchukua kinyonge nyonge. Jamaa akamwambia nakupa hiyo pesa, lakini ujue kabisa hiyo pesa kama ukikiuka masharti yetu utakuwa kwenye hatari zaidi. Jamaa likacheka, alafu likatoa akaunti namba ya benki. Jamaa akaklia hiyo pesa. Baada ya kuklia pesa, wauni wakaachana. Amerudi mpaka mtaani na akawaambia kila kitu kiko sawa, tumemaliza, hatokuja kuwatafuta, hatokuja tena. Mama alishukuru sana na alifurahi sana, kwa sababu hakutegemea kama leo mtu baki asiyemjua tu angekuja kuwa na msaada mkubwa kwa kiasi hiki. Leo zimekuja zawadi. Mwamba ametoka shopping kuwanunulia zawadi, mara anashangaa kwenye zawadi za mwanaye, mara kuna nguo ya ndani iko humo, yani kiupi kimeletwa. Amekununulia wewe kiupi? Amejuaje saizi yako? Kwa kumbe anakuangalia, anakupima hadi anaiona saizi yako, si ndio? Mmeanza kufanya vitu gani? Yani kumbe huyu ni kama yule tu. Mama alileta noma, akamtupia kitu chake, akamwambia kuna dadeki, umejuaje saizi ya mwanangu ya kiupi? Yani hadi uko umeshampima kiuno, unamshikaga kiuno, si ndio? Mama alikuwa mbogo. Unataka kumfanyia vitu vya ajabu mwanangu, si ndio? Toto alimind, akaona mama unazingua, kwani unawaza hivyo? Dogo akapita akaondoka. Jamaa akamwambia una nini kwani? Una matatizo gani? Mimi nafanya kiubinadamu tu, nafanya kwa wema tu, namchukulia huyu kama ni mwanangu, na kuchukulia wewe mimi kama ni dada yangu, nasaidia tu. Lakini mbona naonekana au una nini, au naonekanaje? Yani kuna nini ambacho ukiniona mimi unaniona kuwa nina tamaa kiasi hicho mpaka huyu mtoto mimi namtolea macho? Kwa nini unione hivyo? Au unahisi mimi kukusaidia hapa ni kwa sababu ya kukitaka hicho kitu? Au mama akajikuta yeye hisia zake ndo mbaya, kwa sababu huyu si muuza nyama. Kwa yeye hana hisia yoyote atakao kuwa nayo zaidi, atakachokiwaza ni hicho tu. Akili ikielekea huko, na yeye atakachokiwaza ni hicho hicho. Waliombana msamaha, mchizi akaona sio kesi, hata usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Na Mwamba akamtafutia bidada kazi, apate kazi, awe anafanya kazi, na akamlipia dogo ada shule nzuri, ili dogo aendelee na shule, afikie malengo yake. Na mama naye akarudishwa chuo, aende akaendelee kusoma ili apandishe kiwango chake cha elimu, atafute kazi za maana za kufanya, na sio kazi za kuanza kuuza nyama barabarani. Wanajipiga picha, ameshakuwa akishua kabisa. Mwamba kaja, huyu hapa, na nilipo pesa akaambiwa sikanyage. Anasema ongoza njia, turudi maisha mabovu, huku sio kwenu, kwenu ni Tandale, tuondoke kule kule. Unataka mkae huku mfanye nini? Twende kwa tumbo. Mama anasema kule kwa tumbo? Unakaa kwa tumbo unalala njaa? Kuda dadeki, haturudi. Mtoto alimletea noma sana mshikaji, na akamwambia wewe kama nani? Tunaweza tukakaa tukakuandafia vipi? Sikia, jaribu mziki sasa hivi uone, unanijua vizuri mimi ni chizi kiasi gani. Oya mzee, sitokuacha salama. Mizozo ikiwa inaendelea, mchizi karudi. Anarudi anakuta kamzozo kanaendelea, kaushika mbakola na akamwambia Mwamba, mimi na wewe tulilipana tukamalizana, mbona unamsumbua binti yangu? Unataka nini kwa binti yangu? Akamwambia mwanangu, nenda ndani usione bwana we. Kikaanza kutembea kichapo hapo. Walimgonga Mwamba, alafu polisi wakaja wakamkamata Mwamba, akaenda kushtakiwa, akafunguliwa mashtaka kwa sababu ya kuwauza wanawake, biashara ya kuwauza watu, biashara mbaya kinoma noma, usije ukakutwa na hiyo hatia. Mwamba huko jela aligeuka kuwa chakula cha masela. Hii inaitwa Movie Time TZ. Mimi naitwa Joe Movie Bank 1. Tumemaliza ile series yetu iliyokuwa sehemu ya pili. Sehemu ya tatu nimeshaiachia. Bye bye. Kale mama tafo yo bedo